Tanzania, habari ya saa hizi tena. Karibu tupate kusikiliza nikupe makala inayohusu maisha ya Mtanzania pamoja na mwenendo tulionao sisi wa Tanzania ambao ni mimi na wewe. Watanzania tumekuwa na kawaida ya kuchukuliana, afu Watanzania tuna kawaida ya kuaminiana sana. Sisi wa Tanzania tumekuwa hivyo kwa sababu ya chimbuko la nchi yetu. Mara nyingi nchi yetu sisi tumekuta ikiwa na tabia ya wananchi kuaminiana. Tangu viongozi walioitawala hii nchi wamekuwa na imani na wananchi, wamekuwa na ushirikiano wa karibu sana na Watanzania kama raia na wao kama viongozi. Na Watanzania ndivyo tulivyorithi, na ninafikiri kwa kiasi kikubwa sana Watanzania tuko namna hii, tuna asili ya kuaminiana. Mfano mdogo, Watanzania wakiwa hata safarini, kawaida kabisa Mtanzania akikutana na Mtanzania mwingine kwenye siti, hata katika basi, Watanzania hawa wasiofahamiana unatoka wapi na unaishi wapi, wakipakana siti tu Watanzania bado hapo wanaendelea na urafiki wa kidugu. Watanzania hawa wanapiga story nzuri kabisa, hata kama ni safari ndefu. Mmoja anaweza akashangaa muda wa kushuka kwenye basi unamkuta hali bado anahitaji kuendelea na safari kwa sababu ya story kunoga na ndugu yake waliyekutana tu safarini. Hii ndiyo tabia ya Watanzania walio wengi, na ndiyo asili yetu tulio wengi. Tuna asili ya ukarimu wa Tanzania. Na ninafikiri kwa kiasi hiki hapa au kwa hali hii hapa, sisi wa Tanzania tukiendelea kuaminiana hivi kati ya Mtanzania na Mtanzania, nafikiri mwenendo wetu wa kuishi utakuwa ni wa kawaida sana, wala hakutakuwa na migongano ambayo sio ya lazima. Na nafikiri kila Mtanzania kwa asilimia kubwa ni mtu mwenye akili timamu. Hii inafanya kuweza kudumisha utulivu tulionao katika nchi yetu, na tumejitahidi sana kuishikilia hii hali. Leo ni kwa miaka mingi tangu nchi ya Tanzania ijimilikishe, ijitawale, na tangu iwe Jamhuri ya Muungano, Watanzania bado tunaishi kwa imani, Watanzania bado tunaishi kwa kuaminiana. Tunaishi katika makundi ya kila namna. Katika jamii zetu wa Tanzania tunaishi kimakabila, tunaishi mchanganyiko na viongozi, tunaishi katika maisha ya kiraia kwa uhuru na kwa maelewano kirafiki. Nafikiri hata viongozi waliopo wanaofanya kazi ya kuongoza kwa kiwango kikubwa sana wanafanya kazi zao kwa pumzi, kwa sababu ya kuongoza watu wanaojiongoza, walio tayari kuongozwa. Watanzania kwa asilimia kubwa ni watu ambao wana utayari mkubwa sana katika kutoa nafasi kwa viongozi wanaowaongoza katika mipango na katika nyanja za aina tofauti tofauti. Watanzania ni watu walio rahisi kabisa kwa sababu ya tabia yao ya ushirikiano na ukarimu. Nataka nikupe mfano mdogo sana, au mfano ambao unaweza ukakusogeza kifikra. Watanzania leo tuko katika hali ya vyama vingi, lakini kwa Mtanzania bado hiyo sio shida. Mtanzania huyu na hivi vyama vingi hivi wanavyoishi baina yake, Watanzania bado tunachukuliana sana, bado tuna uwezo mkubwa wa kuyahimili maisha yetu na katika hii changamoto ya kutofautiana vyama. Lakini habari njema ni kwamba Watanzania sisi ni ndugu. Tunatofautiana tu katika vyama,
na ni wakati maalum tu ambao unakuwa ni kama mpito, majira ya uchaguzi na misimu ya uchaguzi, ndipo kidogo kunakuwa na joto la watu kubishana bishana, lakini hata hivyo mara nyingi ni mabishano tu ya mdomo. Nataka nikupe mfano leo kwamba katika wilaya hii ya Kishapu ambayo mimi mwenyewe ninaishi hapa, mnamo mwaka 2016 hivi au na 15 mwishoni hivi, katika kipindi cha pili cha uchaguzi wa awamu ya tano, katika kipindi cha pili cha uchaguzi awamu ya 5, hapa Kishapu kuna jamaa zangu wawili, mmoja Daudi, wa pili James. Ndugu hawa walikuwa wanagusana katika maisha kwa namna moja hivi. Daudi alikuwa ni mmiliki wa nyumba moja hapa madukani au hapa mjini Kishapu. James alikuwa mpangaji katika hiyo nyumba ya Daudi. Daudi alikuwa ni mwana CCM. Tuseme mpaka leo Daudi ni mwana CCM. James akiwa ni mwana Chadema. Mpaka saizi tunavyoongea na wewe hapa, James ni mwana Chadema. Sasa ndugu hawa walikwazana kwa kitu kidogo sana. Kinaweza kuwa kikubwa kwa sababu ya kisiasa. James alivyokuwa anaishi katika hiyo nyumba, alikuwa anafanya biashara ya chakula. Na kwa ufahamu wake yeye alikuwa anajua kwamba yuko huru kwa asilimia zote katika ile nyumba. James aliweka bango la chama chake katika mlango wa nyumba aliyokuwa akifanyia kazi. Daudi alikuja pia akabandika bango la chama chake katika hiyo nyumba yake. Sasa wawili hawa wakaanza kuvutana. Daudi akaja akaweka bendera mbele ya nyumba yake, bendera ya Chama cha Mapinduzi. James pia akaja akaweka hapo hapo bendera ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wawili hawa hawakukubaliana. Sasa ilifika wakati wakaanza mabishano. James akataka apewe nafasi yeye kama mtu anayeishi pale katika ile nyumba. Na kwa hali hiyo akamtaka Daudi aondoe mabango yake. Daudi hakukubali. Daudi alitumia mamlaka kama mmiliki wa nyumba. James hakukubaliana na hiyo hali. Ndugu hawa walivutana sana, walisukumana sana. Lakini shida iliyokuwa ikiwafanya waendelee na hayo mazingira ilikuwa kumbe ni kazi ndogo. Ilikuwa ni swala tu la ufahamu. James hakutambua wateja wake au aliwaona kama wateja wakati ule, ndio maana haikuwa shida kwake. Daudi yeye alikuwa akichukulia tu kama hali ya kawaida yeye kwa sababu ni nyumba yake au kwake aweke tu vitu anavyojisikia. James sasa hakujisikia namna kama ile pale. Sasa kwa hali hiyo wakaanza kuvutana. Walivutana. Ilifikia wakati wakawa wanayachana yale mabango. Mmoja akibandika ili anakuja anatoa. Na yeye aliyetoa anakuja anakuta la kwake limetolewa. Kukawa kama kuna vurugu pale. Lakini kwa sababu walikuwa ni watu wanaofahamika, James mimi nilikuwa naishi naye nyumba moja. Daudi ni rafiki yangu sana, lakini yeye alikuwa anaishi mtaa tofauti na mimi nilipokuwa nikiishi. Kazi niliyoifanya mimi niliwataka waondoe hizo tofauti.